tusome katika kitabu cha Yoshua 7:4, tusomee hapo. Lakini mwana wa Israeli walifanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu. Maana Akina mwana wa Karmi mwana wa Zibdi mwana wa Zera wa kabila ya Yuda alitoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli. Kisha Yoshua akatuma watu kutoka Yeriko mpaka mji wa Ai ulio karibu na Beth-Aven upande wa mashariki wa Betheli. Akawaambia akisema, pandeni juu mkaipeleleze nchi. Basi wakapanda juu wakapeleleza Ai. Wakarejea kwa Yoshua wakamwambia, wasiende watu wote, ila waende watu kama 2,000-3,000 wakaupige Ai. Usiwataabishe watu wote kwa kuwaendesha huko, maana watu hao ni wachache tu. Basi watu wakaenda huko wapata 3,000 tu, nao wakakimbia mbele ya watu wa Ai. Watu wa Ai wakawapiga watu kama 36, wakawafuatia kutoka mbele ya mlango mpaka Shebarimu, wakawapiga huko kwenye mteremko. Mioyo ya watu ikayeyuka ikawa kama maji. Yoshua akararua mavazi yake, akaanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana hata jioni. Yeye na wazee wa Israeli wakatia mavumbi vichwani mwao. Yoshua akasema, Bwana Mungu, kama nini umewavusha watu hawa mto wa Yordani ili kututia katika mikono ya Waamori na kutuangamiza? Laiti tungelikuwa radhi kukaa ng'ambo ya Yordani. Bwana, niseme nini baada ya Israeli kuwapa kisogo adui zao? Maana Wakanani na wenyeji wote wa nchi hii watasikia habari hii, nao watatuzingira na kulifuta jina letu katika nchi. Nawe utafanya nini kwa ajili ya jina lako kuu? Bwana akamwambia Yoshua, haya, inuka, mbona umeanguka kifudifudi hivi? Israeli wamefanya dhambi, naam, wamelivunja agano langu nililowaagiza, naam, wametoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, tena wameiba, tena wameficha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Ndiposa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao, wakawapa visogo adui zao, na kwa sababu wamelaniwa, mimi sitakuwa pamoja nanyi tena, msipokiharibu kitu kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yote ambavyo vinasababisha kwamba visiweze kumtukuza Kristo, achilia. Maandiko yamesema ya kwamba tuachilie vile vitu ambavyo tuko navyo, vile ambavyo tuliviweka wakfu, ya kwamba siwezi viacha. Naweza sema ni kitu gani mimi ambacho nitashikilia? Maana kitu gani ambacho kanisa liweka wakfu? Kanisa ni mtu binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi binafsi nitakapoachilia kile kitu ambacho Bwana hakipendi katika ndani yangu kukiona, nikakitoe na nikasimame katika zamu, na Bwana atasimama pamoja nami.